Dini pamoja na siasa kimekuwa sababu kubwa sana ya watu kuwa maskini katika nchi yangu. Dini, nazungumzia dini pamoja na siasa. Nitaanza kuelezea dini imesababishaje wananchi wengi kuwa maskini pamoja na taifa kwa ujumla kwa sasa. Dini inawapa watu matumaini ambayo sio, pamoja na sheria na amri ambazo wanasingizia ni Mungu, lakini ni kimsingi zimeanzishwa na dini na sio Mungu. Kwa mfano, kuna watu wanaambiwa usilime zao fulani, labda tumbaku, kwa sababu tumbaku ni sigara, inatengeneza sigara, kwa hiyo ni dhambi, usilime hicho kilimo, usifanye hicho kilimo. Kwa hiyo unajikuta wananchi wengi wanaangukia kwenye umaskini kwa sababu hawezi tena kujishughulisha katika kwenye kilimo cha tumbaku na mazao mengine ambayo yanasemekana kwamba ni dhambi. Wanaambiwa usiende kuajiriwa kwenye kiwanda kinachozalisha pombe kwa sababu ni dhambi, Mungu hapendi. Kwenye biashara yako usiuze pombe. Usiende ukaajiriwa kwenye kampuni lolote linalojihusisha na uuzaji labda wa bidhaa ambayo inaleta katika hiyo dini inasemekana ni dhambi. Kwa watu wengi wanaangukia kwenye umaskini kwa sababu kama hizo. Usiuze kahawa kwa sababu ina nikotini, ina kilevi, ni dhambi, Mungu hapendi. Hivyo ndivyo dini inazosababisha wananchi wengi wamekuwa maskini na wanaangukia kwenye umaskini na taifa linaangukia kwenye umaskini. Na kuna sababu nyingi sana naweza nikazielezea, sema muda. Ukitaka maelezo zaidi comment hapo nitakupa. Upande wa siasa imesababisha watu wengi kuwa maskini kwa sababu za kisiasa. Unakuta mtu fulani hawezi pewa fursa fulani kwa sababu ipo chama fulani, au mkoa fulani hawezi kupelekewa fursa fulani ya kimaendeleo ili wananchi wake waweze kunufaika kwa sababu kiongozi wa upande ule ametokea chama pinzani. Hizo ni ideolojia mbaya sana ambazo zimesababisha hii nchi kuwa maskini na wananchi wake. Umeona kwamba hatuwezi leta maendeleo mkoa fulani kwa sababu atapata sifa kiongozi wa chama cha upinzani. Kwa hiyo wananchi wengi wanakuwa maskini. Labda mfanyabiashara analetewa vikwazo vingi vikubwa vya kibiashara ili asiweze kufanikiwa kwa sababu yeye tu ni mpinzani. Hizo ndio ideolojia zilizopo. Na dini pia, yani dini kama dini inawapa tu matumaini kwamba siku ya mwisho utaenda mbinguni hata kama ukiwa ni maskini. Ngumu tajiri kuingia kwenye ufalme wa mbingu sawa sana kupita kwenye tundu la sindano, kitu ambacho sio kweli. Watu wameangukia kwenye maskini kwa sababu za ajabu ambazo zinatokana na dini pamoja na siasa.